Hebu fikiria, miaka 10 imepita. Unatazama nyuma kwenye maisha yako, safari yako ya mafanikio na makosa uliokutana nayo njiani. Kuna swali moja tu linalokupigia kelele kichwani. Je, ningeweza kufanya nini tofauti? Kwa bahati mbaya, majuto haya huwa hayaji ghafla. Huchipuka polepole kutokana na maamuzi madogo madogo tunayoyafanya kila siku na yale tunayoyachelewesha bila sababu. Katika utafiti, mazungumzo na uchambuzi wangu, nimegundua jambo la ajabu. Karibu kila mtu hufanya makosa yanayofanana, makosa ambayo huonekana madogo sasa, lakini miaka 10 baadaye yanageuka kuwa maumivu ya kudumu moyoni. Leo nataka tukayatafakari pamoja, si kwa hofu, bali kwa ufahamu, si kwa kujilaumu, bali kwa kujiamsha kabla haijawa kuchelewa. Jambo la kwanza, kukosa ujasiri wa kufuata ndoto na malengo yako. Ndoto ndogo au kubwa zimewahi kujitokeza moyoni mwako. Kuanzisha biashara, kusafiri, kujifunza ujuzi mpya au kubadili maisha yako kabisa. Lakini mara nyingi hofu, shinikizo la jamii na wasiwasi wa kukosea hutufanya tubaki kwenye eneo la usalama. Tatizo ni kwamba eneo hili, ingawa linaonekana salama, ndilo linalozalisha majuto mengi zaidi baadaye. Miaka 10 baadaye, watu hutamani wangekuwa na ujasiri wa kuanza, sio kwa sababu hawakuwa na uwezo, bali kwa sababu walijiruhusi kufungwa na hofu isiyoonekana. Jambo la pili, kupuuza afya, mwili na akili. Tunaiweka afya pembeni tukiamini tutaitunza baadaye. Tunajipa sababu, kazi, muda, pesa au majukumu mengi. Lakini mwili hauna pause mode. Unajibu kulingana na kile tunachokipa. Miaka kadhaa baadaye, uchovu, magonjwa sugu au msongo wa mawazo yanapotokea, ndipo tunagundua kuwa kazi, mafanikio au pesa havina maana bila mwili na akili yenye nguvu. Afya ni msingi wa kila ndoto unayotamani kutimiza. Jambo la tatu, kutotenga muda na watu tunaowapenda. Katika juhudi za kufanikiwa, mara nyingi tunasahau watu waliotupa upendo wa kwanza, familia, marafiki wa karibu au watu waliokuwa chanzo cha amani yetu. Tunaahirisha kila mara tukiamini nitapata muda baadaye. Lakini baadaye hiyo si uhakika, na hali inapobadilika, tunagundua tumepoteza hazina ambayo haiwezi kurudi. Mwishoni mwa maisha, hakuna mtu anayejutia kutomiliki gari fulani, lakini karibu kila mtu anajutia kutopata muda wa kutosha na wapendwa wake. Jambo la 4, kutowekeza kwenye maendeleo binafsi. Dunia ni kama mto, unatembea kila dakika, lakini wengi wetu tunabaki kusimama kwenye mwamba, tukitumia kile tulichojifunza miaka 5, 10 au 20 iliyopita. Tunarekebisha vitu vyote kwenye maisha, isipokuwa sisi wenyewe. Baada ya miaka kadhaa, tunagundua fursa nyingi tulizopoteza. Wakati mwingine, tunaanza kuhisi kama dunia imetuacha. Ukweli ni kwamba hatukukwama, tulisimama. Jambo la 5, kuishi maisha ambayo sio yako binafsi. Hili ni moja ya majuto ya kina kuliko yote. Wengi hujikuta wakifuata matarajio ya familia, marafiki, jamii au mitazamo ya kile kinachoonekana sahihi, bila kujali kama ndicho wanataka kwa moyo. Wanaingia kwenye mahusiano, kazi, lifestyle au maamuzi makubwa yasiyoendana na nafsi zao. Miaka 10 baadaye, wanagundua wameishi kama kivuli cha mtu mwingine. Walichokosa si fursa, walijikosa wao wenyewe. Jambo la 6, kukosa shukrani na kutothamini ulichonacho. Kila siku tunakimbilia zaidi ya pesa, zaidi ya mafanikio, zaidi ya vitu vipya. Tunafuatilia kile ambacho hatuna, hadi tunapoteza uwezo wa kuona kile tulichonacho. Watu hupoteza muda mwingi kulalamika, wakilinganisha maisha yao na wengine, wakiamini furaha iko mbele, kumbe ilikuwa pembeni mwao siku zote. Miaka baadaye, tunagundua baraka tulizozipuuza: afya, familia, kazi tulionayo, au hata changamoto zilizotujenga. Shukurani si tabia ya watu waliotulia,
ni tabia ya watu waliokomaa. Ni mtazamo unaobadili maisha bila hata kugharimu pesa. Makosa haya 6 hayahusiani na bahati mbaya. Ni maamuzi ya kila siku, mapungufu madogo yanayojengeka pole pole. Lakini habari njema ni hii: hauhitaji kusubiri miaka 10 kuanza kubadilika. Kila wazo, kila maamuzi dogo, kila tabia ndogo unayoanza leo inaweza kugeuka kabisa maisha yako ya baadaye. Chagua jambo moja tu kati ya 6 hizi, lifanyie kazi leo. Hatua ndogo, mfululizo, zinaweza kuunda version mpya ya maisha yako, ile ambayo hutaijutia ukiifikia. Na sasa, swali muhimu, ni eneo gani kati ya haya 6 unahisi linakuumiza zaidi na unataka kulibadili kuanzia sasa? Hapo ndipo safari yako mpya inaanza. Kumbuka, kila siku ni fursa mpya ya kujenga maisha usiyoyaweza kuyajutia. Asante sana kwa kutazama. Usisahau kushare video hii na marafiki na familia yako. Tukutane tena kwenye video ijayo na mada nyingine ya kusisimua. Hadi wakati mwingine, fanya maamuzi bora.